Mwandani wa Kiswahili popote ulipo, wacha niweze kukuibia dakika zako 3 ili tuweze kuangazia mbinu ya taswira na aina za taswira wakati ambapo tunazungumzia fasihi andishi. Na hapa nimekupa tu mfano. Kuna wale ambao wamenitafuta kuniambia, mwalimu, tusaidie ama tuwauni katika kuangalia taswira, maana ya taswira, na uweze kutuelekeza kuhusiana na aina za taswira. Kumbuka, wakati ambapo nazungumzia taswira, si kitu kingine tu, ni picha ambayo inachoreka akilini wakati ambapo labda unasoma makala fulani ama ufahamu fulani ama kitabu fulani cha fasihi andishi, na hata simulizi. Wakati ambapo unasimuliwa, kuna ile picha ambayo inajichora akilini mwako. Hivyo basi, taswira katika lugha ya Kiingereza wanasema kwamba ni imagery, yaani ile picha ambayo inajichora akilini wakati ambapo unasoma makala fulani. Ndio maana nimekuletea kuchambua aina za taswira kwenye kitabu kizima au katika dondoo fulani. Nimekupa hapo mfano kwa kukuambia kwamba jadili aina mbalimbali za taswira kwenye Bembea ya Maisha. Kumbuka, Bembea ya Maisha ni tamthilia ambayo unaifahamu wewe kama mwanafunzi wa kidato cha 3 na kidato cha 4 ambao mnatazamia kufanya mtihani wakati wowote ule, mwaka huu na mwaka ujao. Taswira bila shaka ni picha inayojichora akilini wakati ambapo unasoma makala fulani. Kuna aina mbalimbali za taswira. Nimekupa mfano tu hapa kwenye kiwambo chetu, nimekupa ule mfano tu. Kwa mfano, taswira ya kwanza ni taswira oni ama taswira muono. Mbona tunasema taswira oni ama taswira muono? Hii ni ile taswira ambayo unaweza ukaona picha halisi ya watu au kitu kilivyo kwenye akili zako. Kwa mfano, katika Bembea ya Maisha nimekuletea kwamba mwalimu Yona amebeba kiboko na amefunga vitabu kwenye baiskeli aende kusahihisha nyumbani. Yona anaonekana akiwa mlevi huku akimfokea mkewe. Hivyo kile kitendo cha kubeba kiboko, unaweza ukaona mwalimu huyo akiwa amebeba kiboko katika akili zako. Vile vile unaweza ukaona vile ambavyo huyu Yona ameketi juu ya baiskeli anatia tanga msongo huku amefunga vitabu pale kwenye kiti kile cha baiskeli. Taswira ya pili ni taswira hisivu ama taswira hisi. Hapa ni pale ambapo tunazungumzia hisia, yaani unaona mtu ameogopa, labda unaona mtu ana furaha, unahisi kana kwamba mtu fulani anatoka jasho na hivyo kuna joto. Kwa mfano, kuna taswira ya joto la mjini. Sara na Neema wanaonekana wakijipepeta kutumia kipepeo. Kuna moshi unaovuka kwa nyumba ya Sara wanapopika kutumia kuni. Moshi huu unawafunika. Nafikiri unaweza ukaona pia wakati ambapo kuna joto jingi, unahisi kana kwamba yule mtu hakika tunaweza tukasema kwamba joto limemkaba, joto limemlemea, na hivyo ndio sababu unaona kwamba kijasho kinamtoka kutoka mwilini. Hisi, yani unahisi kana kwamba kuna kitu fulani ambacho kinaendelea. Taswira muonjo ama taswira hiyo ambayo ni ya kuonja kitu. Unaweza ona kwamba mfano kuna mtu fulani ambaye anakula chakula alafu anasema chakula kitamu sana, ni kumaanisha ameweza kuonja kile chakula, ndiyo sababu amesema kwamba kina utamu wa aina yake ama kinapendeza. Kuna taswira ya Sara akimeza vidonge kwa sababu ya ugonjwa wake. Hivyo unaweza ona kwamba ile dawa vile ambavyo anaimeza, unaweza ukafikiria vipi ambavyo ile dawa inaonja. Hivyo kuna taswira ya Sara akimeza vidonge kwa sababu ya ugonjwa. Anavimeza kisha anarudi kochini. Unaweza ukaona hata wewe mwenyewe mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji, wakati ambapo unameza vidonge vya dawa, na hisi kana kwamba kuna vile ambavyo ile dawa
inaonja, the taste. Hivyo ndivyo tunasema taswira mwonjo. Kuna taswira sikivu. Taswira sikivu, kuna mlio wa ng'ombe wanaorudi zizini, kuna kelele na msongamano wa magari mbele, na mbele kunafanana nyuma sauti ya vyombo anavyoosha Bella. Hivyo taswira sikivu. Wakati ambapo Bella ambaye ni mfanyikazi wake yule ambaye ni Bunju na Neema, wakati ambapo wanafanya kazi pale nyumbani, basi unaweza ukasikia ile sauti ya vyombo vile ambavyo anaosha, unaweza ukafikiria vile ambavyo hiyo sauti inaingia masikioni. Ndio maana nasema kwamba hapo kuna taswira sikivu. Yaani taswira sikivu ni vile ambavyo unasikia kitendo fulani kinatendeka. Taswira mwendo. Taswira mwendo, unaweza ukaona mtu anafululiza mwendo wake. Ukiona watu walikuwa wameketi mahali alafu mara ghafla wakaweza kuondoka, basi unaweza ukaona ile hali ya kuondoka. Ndio sababu tunasema kwamba kuna taswira mwendo. Kwa mfano, Yona akitembea akiwa mlevi, unaweza ukaona vile ambavyo anaendelea kutembea akipepesuka na vile vile akiboboja maneno. Gari la Neema linavyokwenda kwenye matope. Hivyo unaweza ukaona vile ambavyo pia huyu Neema analiendesha gari lake linavyokuwa na ule mwendo. Ndio maana tunasema kwamba kuna taswira mwendo. Kuna taswira mnuso. Kutokana na mnuso, basi tunapata kwamba unatumia pua yako. Wakati ambapo unatumia pua, hivyo unahisi kwamba kuna ile harufu ambayo inaingia kwenye pua yako. Kwa mfano, harufu za vidonge, yaani tembe anavyomeza Sara, harufu ya pombe wanayobugia Yona na wenzake pale kijijini Beni na Luka, wakati ambapo walikuwa wanasema kwamba wanatakasa yale mazao ya kwanza kutoka shambani. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa jumla, na wale ambao wamekuwa wakiniuliza niweze kuwafanyia shughuli hiyo ya kuweza kuchambua taswira na aina za taswira, sina shaka basi bila shaka umeweza kuelewa kile ambacho nimekuzungumzia wakati ambapo nimekupa aina hizo za taswira katika sehemu hiyo tu ya kitabu ambacho ni tamthilia Bembea ya Maisha. Iwapo una swali lolote lile, basi usisite kunitafuta nami nitaweza kukupa suluhu, na nambari yangu bado ipo hapa kwenye channel hii. Ukiitafuta utaipata. Hadi wakati mwingine, nikutakia kila la kheri. Kama kawaida, ni mwalimu wako John Mark Mswahili. Hadi wakati mwingine, kwaheri.